somo la safari ya maisha ya kiroho. Kumbuka ule muda wa saa 8 mpaka saa 9 huwa kila siku tunakuwa na somo la safari ya maisha ya ndoa. Lakini neema ya Mungu imetufanya tuwe na kipindi hiki tena cha safari ya maisha ya kiroho. Safari ya kiroho ni safari ambayo tunatembea huku tukiendelea kupambana na majaribu mbalimbali. Kwa hiyo leo nitakuletea somo ambalo linakufundisha namna ya kufanya ili kuwa mshindi kwenye majaribu. Jaribio sio tatizo, lakini nyuma ya majaribu au mbele ya majaribu hayo nini kinaendelea? Unapokuwa unapitia majaribu mbalimbali, nafanyaje ili upate kushinda, ili upite salama kupitia nguvu za neno la Mungu na kupitia uwepo wa maandiko matakatifu, na yatumieje ili kupata ushindi katika majaribu yote yanayowekwa mbele yako. Majaribu yapo ya namna mbalimbali. Kuna majaribu yale ambayo pengine tunaweza kuwa ni kipimo ambacho Mungu ameruhusu ili kuangalia ukuaji wako wa kiroho. Lakini pia kuna wakati fulani unaweza kuwa unajaribiwa na ibilisi, shetani, au tamaa zako mwenyewe zikakufanya uingie kwenye majaribu. Hayo yote tunasema ni majaribu. Basi sasa tuendelee na hili kichwa kinachosema namna ya kufanya ili ushinde kwenye majaribu. Kumbuka tunaposema ushindi wa namna hii, ushindi wa majaribu yote msingi ni neno la Mungu au ni Mungu mwenyewe. Katika Warumi sura ile ya 8 mstari wa 37. Warumi sura ya 8 mstari wa 37, maandiko yanasema, lakini katika mambo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwake yeye aliyetupenda. Anayesemwa hapo ni Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa na muda mchache duniani. Aliishi miaka chini ya 40. Kwa mapokeo tunayoyajua kwamba alikuwa bado ni kijana. Lakini pengine wewe ulianza kuamini na ulikuwa kijana na leo pengine ni mzee, au bado wewe ni kijana, au wewe ni mwanamke mjane, au ni baba mjane. Hayo yote ambayo unayapitia, kumbuka Yesu Kristo kwa muda mfupi tu alipitia mambo makubwa na mazito sana, na alishinda ili sisi tunaomwamini tujibarikiwe kwa ushindi ule ule ambao alishinda, na tumwamini kwa sababu alishinda kisha akafa na kufufuka na akapaa mbinguni mbele ya wanafunzi wake. Kwa hiyo katika mambo yote yanayokuwa mbele yetu tunashinda na zaidi ya kushinda kwake yeye aliyetupenda. Paulo aliandika kwa ujasiri namna hiyo. Kati ya watu wanaotazama kwamba walikuwa majasiri mno wakati wa majaribu kwa kuwa walikaza nia ya kushinda ni pamoja na mtume Paulo. Ushindi wa kweli hauji kwa nguvu zetu binafsi bali kwa neema ya Mungu. Haina maana kwamba unahitaji nguvu ya kibinadamu ili uwe mshindi. Pamoja na kwamba jitihada za kibinadamu hutumika ili kuelekea ushindi, lakini ukweli neema ya Mungu, yani huruma ya Mungu au uwezeshaji kutoka kwa Mungu hutuwezesha kushinda. Kwa mfano, mtu anayemweka Mungu katikati ya maisha yake, hata akipita kwenye vita wakati wote anaweza akashinda majaribu yalipo mbele yake. Yaani kwamba anapopita popote, Yesu ndani yake naye ndani ya Yesu. Kwa kila jambo analoliona, maana yake kila jambo analolipitia anajua nipo ndani ya Yesu na Yesu yuko ndani yangu. Kwa hiyo anapita akijua kabisa hayuko peke yake, na kwa sababu kuishi ni Kristo, kufa ni faida, basi anajua maisha haya ni ya kupita, anaweka tumaini lake kwa Mungu. Kwa hiyo kila ushindi wa kudumu ni matokeo ya ushindi na ushirika wa karibu na Mungu. Ukiona mtu fulani anaishi maisha ya ushindi katika maisha yake, yani anaishi akishinda dhambi, akishinda majaribu, ukiona huyo mtu matokeo haya yanatokana na jinsi anavyoweka ukaribu wake wa kudumu na Mungu. Anajitakasa, anajilinda na dunia hii, anayaacha mambo mengine yapite kwa ajili ya Yesu, hata ambayo ni fahari ya dunia hii, lakini anayaacha yapite ili kusudi aishi na Yesu. Kwa sababu uchafu wowote unaotokana na dhambi kufukuza uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Ndio namna ya kufanya sasa. Anza kila siku yako kwa maombi, kumkabidhi Mungu kwa mipango yako yote. Zaburi Daudi anasema, mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali Bwana, yapate kibali mbele zako Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Alitamka hivyo kwa sababu asipofanya vitu hivyo kwa kibali ndio husababisha uchafu. Na yanayoleta uchafu mbele yetu au nayo tuchafua mbele za Mungu ni yale tunayoyasema, tunayoyafanya
tunayoyafanya na yale tunayoyafikiri. Vitu hivyo vitatu ndivyo vinavyoleta kuchafuka kwetu kuonekane mbele za Mungu. Pamoja na damu ya Yesu ya thamani iliyomwagika kututakasa, lakini lazima tujue kwamba tunahitaji jitihada fulani zitakazoweza kutufanya tuendelee kuwa wana wa Mungu ambao hawana mawaa katika kizazi hiki kilichopotoka na kuharibika. Kwa hiyo tukisoma katika Mithali sura 23 mstari wa 7, tunaona kwamba tunaonywa hata katika kila jaribu unajua kwamba hatimaye nitashinda. Hata hiyo ndio iliyomsaidia sana mtumishi wa Mungu Ayubu. Ayubu alipokuwa anapitia majaribu mbalimbali, lakini alikuwa anaona ushindi, hakuona yale mateso. Kuwa na akili ya ushindi daima. Katika mithali hiyo inasema, maana kama vile mtu aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa hiyo watu wengi hushindwa kwa sababu wanakubali kushindwa ndani yao kabla hata vita yao haijaonekana nje. Yaani kwa ujumla watu wengi hushindwa majaribu kwa sababu nafsini mwao kabisa huwa wameshanyosha mikono na wapo tayari kuacha kupambana na lile jaribu.